Asante sana bwana mtangazaji, tunashukuru kwa kutukaribisha. Mimi ni engineer stratege na Mubamba, msemaji wa kundi la CPLC Barfa Bebe kijeshi, linaongozwa naye Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito, na kisiasa linaongozwa naye Mheshimiwa Gabriel Gatabishwa. Acha nikukumbushe kwamba bwana mtangazaji, ni asubuhi mapema ya Ijumaa Agosti 21 mwaka wa 2026, mapambano makali yalianzishwa hapo kwenye kijiji cha Rugezi. Mitaa ambayo imekabiliwa na mapambano hayo ni pamoja na mtaa wa Ngungu na pia maeneo ya Rudabadaba ni kwenye usultani wa Basimukuma Sud, sekta ya Mtambala, tarafa la Fizi, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana mtangazaji, ni kwamba asubuhi mapema ya saa 12 wazalendo pamoja na jeshi la taifa walikuwa wakiendesha doria kwenye maeneo ya Ngungu na Rudabadaba, ni mitaa ambayo inaunda kijiji cha Rugezi, ndipo waliweza kukutana na waasi wa M23 Red Tabara pamoja na wale wa FNL, ndipo mapambano yalizuka papo hapo na milio ya risasi ya silaha ndogo ndogo za rasharasha na mizinga mikubwa mikubwa iliweza kutumiwa pande zote mbili katika hali ya kutamani kuimarisha usalama, na kila moja akitaka kudhibiti eneo. Wazalendo pamoja na jeshi la taifa walifaulu kuwarejesha nyuma ambalo lilikuwa linatamani kutafuta njia ya kupasua ili kwamba wajielekeze kwenye maeneo ya Kalundu hapo Milimba na pia Mkungandalo na vijiji kadhalika vinavyounda sekta ya Nganja huko kwenye nyanja, sekta ya Basikalangwa kwenye nyanja za juu za tarafa la Fizi. Lakini wazalendo walifanya kazi ya ziada na kufaulu kuwarudisha nyuma waasi hao, lakini matokeo ilikuwa nzuri sana kwa upande wa wazalendo. Raia wa vijiji kadhaa vya kando kando ya Rudabadaba na pia huko kwenye maeneo ya Ngungu, tukitaja raia wa Mikalati, raia wa Mikalati, Ebwesoshi na kadhalika, waliweza kuyakimbia makazi yao huku wakihofia usalama wao. Baadhi yao walikimbilia kwenye vijiji jirani na wengine walipata hifadhi porini wakati ambapo hawana msaada wowote. Kwa kweli raia wanakabiliwa na hali ngumu huko kwenye nyanja za juu za tarafa la Uvira, Fizi, Mwenga, Itombwe. Yapata sasa miaka 30 ndipo malumbano, vita vimeanzishwa kwenye nyanja za juu dhidi ya makundi ya simu yenye kushikilia silaha wazalendo dhidi ya wale wanamgambo wa Twirwaneho. Wanahisi kwamba inalengwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo wanatumiwa ili kwamba usalama uweze kuyumbishwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ukitizama wale wanaovamia nchi ya Kongo wana madai yao ya kutamani kuleta usalama mdogo mashariki mwa Kongo, ili kwamba watumie usalama mdogo huo kwa kupora rasilimali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo wazalendo wanaheshimu katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vipengele vya 63 na 64 vinadai kwamba kila mzalendo, kila mtu, kila raia wa Kongo ana haki ya kuzuia yeyote ambaye ana nia mbaya dhidi ya utawala uliopo madarakani au dhidi ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana wazalendo walipotambua kwamba nchi imo hatarini, walichukua silaha wakasimama kama vile mtu mmoja ili kuunga serikali mkono na kupambana vilivyo na waasi. Yapata sasa miaka 10 hivi bwana mtangazaji,
wazalendo walikuwa wanapigwa na wale ambao walikuwa wangali madarakani nchini Kongo, huku walikuwa bado hawajatambua malengo yao, lakini walipotambua malengo ya wazalendo, kama wazalendo wanatumika au wanaheshimu katiba, ndipo waliweza kuwaunga mkono na kuanza kushirikiana nao katika kuendesha shughuli za kutetea udongo wa mababu zetu. Kama wazalendo hawange kuwepo, bwana mtangazaji, serikali iliyopo madarakani ingekuwa tayari imekwisha ondolewa, lakini wazalendo walisimama kama vile mtu mmoja huko kwenye maeneo ya Rugezi na kando kando, wakazuia adui M23 ambaye alikuwa anatamani kujielekeza huko kwenye maeneo ya Lulimba katika hali ya kutamani kushambulia tarafa la Tanganyika na lile la Manyema na kuangusha utawala ulioko madarakani, lakini wazalendo na jeshi la taifa walishirikiana na kuzuia adui huko kwenye maeneo ya Rugezi, adui ambaye alikuwa anatamani kuweza kunyang'anya mali za raia kwenye maeneo hayo. Wazalendo waliweza kuzuia hayo yote. Unaona ni kwenye hali gani, bwana mtangazaji? Mzalendo halisi ni yule ambaye anatumika sambamba na jeshi la taifa, ni yule ambaye anaheshimu katiba ya nchi, ni yule ambaye anaheshimu haki za kibinadamu, ni yule ambaye anaheshimu sheria za kimataifa ambazo zinaambatana na migogoro ya kivita. Ule njo mzalendo halisi, yule ambaye anaheshimu sheria.